Jamani wa Tanzania, naombeni mnisikilize. Kama mkiendelea kufanya hivi vitu wa Tanzania, yaani nyie sauni kuhusu kutoboa au kuinua vijana kwenye vipaji vyao, wenye sanaa zao, wenye ndoto zao, mkiendelea kufanya haya mambo. Yaani haiwezekani mtu hana knowledge ya kuimba, hajawahi kusimama mbele akaimba, hajawahi hata kutoa maelekezo ya jinsi ya kuimba, alafu mumweke kwenye sekta ya kuchuja watu wenye vipaji vya kuimba. Haiwezekani mtu hana kipaji cha kudansi, hajawahi kudansi, hajawahi hata kutoa mfano wa kudansi, mumweke kwenye sekta ya kuchuja watu wanaotaka kudansi. Jamani wa Tanzania, mkiendelea kufanya hivi, mnapoteza vipaji, mnapoteza future, mnapoteza nyota ambao watu wangeliinua taifa kutoka sehemu moja ya sanaa kupeleka taifa kwenye sehemu nyingine ya sanaa. Nyie kaeni tu mfikirie, yaani haiwezekani mtu uje kumuona hata amesimama mbele ameimba, yaani utasema hajawahi. Mumweke kwenye sekta ya kuchuja watu ambao wanajua kuimba. Hivi kweli ina make sense? Mimi sidhani kama hicho kitu kina make sense hata kidogo. Sidhani kwa upande wangu. Ujue sometimes ukimweka mtu ambaye ana knowledge ya kitu fulani inakuwa rahisi kuorganize. Kwa mfano mtu ambaye anajua kuimba, akisimama pale mtu mbele wa kuimba, anajua kabisa huyu kwenye sekta fulani ya muziki, labda kwenye singeli hawezi, nimweke kwenye bongo flava, labda kwenye amapiano hawezi, nitamweka kwenye taarabu. Labda mtu ana knowledge ya kudansa, afu namweka asimamie madansa. Mtu akija pale mbele kufanya practice, yaani atajua kabisa huyu hii dansa ya mapiano hawezi, nitamweka kwenye dansa ya singeli. Huyu dansa ya singeli hawezi, nitamweka kwenye dansa ya mapiano. Jamani wa Tanzania, mkiendelea kufanya hivyo mtazidi kupoteza watu wenye vipaji vyao, mtazidi kupoteza nyota za taifa ambazo zingesaidia kulisafirisha taifa kutoka sehemu moja na nyingine. Jamani, haiwezekani mtu ambaye hana knowledge ya kitu fulani muweke asimamie au I make sense.